Nishakwambia ufike nyumbani, yani mshtakiwe ufike nyumbani, maana mpaka kila siku nakutasha kila siku. Na nishakusifu sana nyumbani, nasema kama uko mtu mwenye kuna msimamo, uko serious. Naona uko na kaweza mama, nasikuelewa. Asikia nikwambie kitu kimoja mpenzi wangu. Mimi katika maisha yangu mimi sipendaje mtu wa kunipeleka pote. Mimi nahitaji mtu wa kunipeleka pote. Mimi nishakwambia mara ngapi kama kusema nije kwenu ni lazima nijipange vizuri. Lakini sasa muda bado haujafika. Sasa unajipanga aje? Ni nyumba yenyewe unajenga etage nini? Kwa utasema ni franga zenyewe kuna tafuta hazipatikani. Yaani sikuelewa kwa kweli. Mimi nafikiri mipango yenye mimi unajua kazi zangu ninazofanya kila siku. Kuelewa? Siku mimi nikifika nitakuja. Siku gani sasa? Ndio sana mimi naitamani kusikia hiyo siku. Mimi nitakuja, lakini kwa sharti hii moja. Sharti? Ndio. Sharti? Ndio. Na hiyo sharti naomba bana uiheshimishe hiyo sharti. Mimi nikija pale kwenu nifanye kama vile hatujuani. Nitakuja pale kwenu lakini sitaki vitu ya kuonyesha kama mimi na wewe tuko wapenzi. What? Hivi kwa huyu muda inapashwa mimi nikija pale kwenu nakuja tu kimatembezi, sitaki nije eti mapenzi eti tunapendana hapa. Sasa kutakuwa umenisaidia nini sasa? Yaani uje nyumbani uwe kama rafiki. Nitakuja pale ujionyeshe kama mimi niko rafiki, alafu tunajuana na ule kakako, najizoeza na kakako, mambo kama hayo, ule mkubwa wako ni nani? Shakila, wale wote, alafu tunazoeana nao hivyo. Kwa nini sasa uko unaficha hiyo? Jumi sikuelewi. Kwa nini una? Sikia nakwambie kwa sababu gani nataka nifiche hichi kitu. Nikija pale kwenu tukianza vitu vya kubebeshana eti mapenzi, alafu sema kama pale mimi niko mchumba wako. Kaka yako kwa misimamo yake ataanza kuleta vitu vya mahari mara hivi vya barua na wakati mimi sijakupa. Asije kaleta mambo pale ukishasema huyu ni mchumba, alafu pale usishangae tukatoka pale tumefundishwa ndoa pale. Sawa? Lakini ukifanya kama vile mimi niko rafiki yako, niko tulisoma wote, havina tatizo lolote. Kumbe sasa ni vyema tujifanye kama vile hatujuani, hatuna mapenzi. Ili hicho kitu tuepukane nacho. Si ndio? Sawa basi. Alafu nikishajipanga vizuri, kila kitu kinatoka njiani. Ndio hivyo. Tena vingine maswali unajitetea mkichwa, unaumwa hofu. Sawa. Mimi nitakuwa sina kingalizi. Ndio hivyo. Nafurahi kuona umeelewa. Ndio hivyo. Sasa vipi? Tuende nyumbani? Hapana. Kurudi kwako tena Sasa kama hauji nyumbani unaona mambo yatakuwa. Lazima kwanza ufike nyumbani wakufahamu kila kitu kikiwa sawa ndio nitakuja naye. Kwa sasa inaonekana sasa umeshaanza kusikia maneno ya kukata. Unamthamanisha kaka yako kuliko mimi? Hapana, kusema hivyo. Nasikia ushauri ambao nao ni shauri. Kama naona nipenda mapenzi ya dhati utakuja nyumbani ufike. Alafu vingine viende. Nimeamua mwenyewe basi mimi sina tatizo. Bye. Vipi kaka? Safi. Karibu nyumbani. Asante mama, wazima. Jambo hapa. Ana salama. Naona mmetulia zema hapa. Ndio iko tena. Na wewe unatokea wapi? Mimi natokea Dubai. Hapa nimekuja hapa kidogo tembea. Lakini sijui vipi nimewakuta kina Shamimu. Shamimu ametoka na Shakila. Niwatuma sokoni. Ametoka kidogo. Mnajuana? Tunajuana kabisa. Wale Shamimu tulisemaga naye dukani. Sasa wametoka. Wanaona anaitwa nani? Mimi naitwa Bosco. Naitwa Bosco mimi. Kwa hiyo wakija niwaambie kama Bosco alikuwa hapa. Niambie Bosco kama alikuwa hapa. Anamsalimia. Shida ndakufikishia. Nashukuru sana mama. Na mimi nashukuru. Nafikiri utazidi. Haya mwisho. Kila la kheri. Asante. Mmepata ile manani yote. Stoki yote. Mmeweka jiko. Hapo Shamimu. Kuna mgeni amekuja hapa, amekuja kwa kutafutia anaitwa Bosco. Bosco. Maskini na nikosa. Anakuja saa ngapi? Yaani hivi mnapishana, pana dakika 20 tu. Yaani mimi naingia na mikono. Bosco. Kijana mmoja. Hebu sema kwanza. Ndio kuaje huko.
Kijana tu mwimba mambo hivi mrefu. Kwa nini unamfahamu dada? Boss tulisomaka naye jamani, ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Ni rafiki yangu na ni mtu wangu sana wa karibu. Na ameniambia tulisoma naye Uganda, ndio ananiambia boss. Wakati alikuwa bwana hivyo. Naona mfahamu. Kwani unamfahamu nani? Shakila. Boss namfahamu, ni rafiki yake na rafiki yangu. Basi ndo alisoma na ndugu yako Shamini, ndio alikuja kunitafuta hapa, nikamwambia lakini Anakwambia kama atarudi. Anambia sema yeye ukifika nikwambie, alafu kama utampigia simu sijui mambo yenu tena wa binti utajua wapi. Nasikia sikitika kweli. Muda mrefu simuone kwa kweli. Shakila, yani kama umeshtuka fulani Kawaida. Ndio hivyo sasa, ndio utampigia rafiki yako simu umuulize kama kulikoni. Tutawasiliana kusimu. Mbona hivi unajisikia vipi? Wewe Shakila, mbona kama unajisikia vibaya na kuona hata sijui. Alafu hizi siku umekururuka usoni wewe. Macho yamedumbukia sijui ulikulikoni? Yaani ninayoyaona mimi. Mungu mwenyewe. Wewe sawa hapo. Unaenda wapi? Anaenda kutapika wewe. Kesha. Huyu yuko anatapika. Kulikoni Mungu wangu binti? Hii swala mwanzo naliona. Swala kabisa mara lambe chumvi. Nimuone anaweka hembe chumbani, yani simuelewi. Kweli? Wangu kaka yake amemnyua. Huyu mtoto hana mimba kweli, ana mjamzito. Mimba? Ndio inafanya mtu anavaa chumvi anakula hembe. Na hivi unaona kama hata amekururuka usoni. Macho yamedumbukia. Siwezi kwa mimi. Tuombe Mungu ape huyu malaria maana. Sasa mume wangu, mimi nimekuja hapa sababu naona mambo ambayo hayako sawa kwa wewe. Shakila hapa. Leo asubuhi ametapika. Alafu na ninapomuona amekururuka usoni, yani sio experience yangu mimi. Naona kama labda nimekuja dada. Naona kama vile ni mjamzito kabisa. Hiyo halina mushkila. Ndio maana nikataka nikwambie, iko takata nipeleke hospitali. Wewe haya ambayo ongea ni ukweli au anakushida? Tena usitaki mimi niletee ameenda yakarudi. Nataka unabilishe kweli. Wewe ni mjamzito. Siku nakuuliza wewe unasema kama mwizi. Wewe ni mjamzito. Na wachumba wote walikuwa nakataa wa maana. Wachumba wote ambao tumeleta sisi kuna wakataa kuna mchumba wako. Yeye kwa mimi ndio zonga baki ndio anatimia sasa kwanza. Tuaibisha mimba. Ngoja kwanza. Hivi. Hiyo mimba ni nani? Ni nani sio kuuliza wewe mjinga rofa wewe? Mungu anakuzalia kwa utaka kusema. Ni nani wewe? Bosko. Wawapi? Bosko ndio nani? Wewe Bosko, sio majina yenyewe ya majambo ajabu. Isiri ile kijana alikujaga hapa? Hapana. Yupi? Kwani wewe unamfahamu Bosko? Kuna kijana alikuja hapa kanambia namtafuta Shamimu. Hajaniambia Shakila. Anamtafuta huyu. Shamimu. Eti walisoma naye wakati Shamimu alikuwa Uganda. Dada, sema kwanza ni Bosko gani? Ambao mimi namfahamu au? Bosko yule ambao nilisikia baba. Ngoja kwanza. Njoo wapi huyo Bosko? Mimi nikasema Bosko. Ni Bosko wapi huyo? Yaani dada. Si kama jina la Tembea na mchumba wangu mimi. Ni mchumba wangu mimi. Ni yule ambaye nilikwambia tutakuja. Ndio kubebesha mimi basi. Ngoja kwanza. Wewe na yeye ni mchumba wangu. Mchumba wako aje? Mbona unatushambia Swali amekujaga hapa. Yaani ilikuwa ni programu zetu mimi afike nyumbani alafu malazima akanikuta siniko. Njoo yule ambaye dada yuko anasema kama ni mchumba wake. dunia sasa ngoja. Wewe unatoka na mchumba wa mdogo wako? Kaka hapana, yule ni mchumba wangu mimi. Ni mchumba wangu mimi. Huyu sijui ana maneno anatoa wapi. Mimi mnachanganya. Dunia inatubadilikia. Kwa nini nyinyi mko mnatoka na mwanaume mmoja? Wanachangia bwana. Mnachangia mwanaume. Mimi
aliniambia akija hapa nyumbani anikutane asinikutane nisireality kama ni mchumba wangu. Unasema? Na mimi yani niko namwambia afike nyumbani akanambia japo kwa nitafika lakini sitaki leo mazoea ya kunani yani nionyeshe kama ni mpenzi wangu ili kaka na mfia wangu wamjue kama ni kijana mwema. Bandi. Yaani tulikuwa tunamwambia huyu kila siku namwambia sio kila mwakwambia nakupenda niko na kupenda. Sikia kijana mbaya muovu. Yaani nyinyi hamna akili hata roho mko wajinga. Aibu. Mnatoka mambo moja nyinyi wajinga nyinyi mtoka mambo moja bila kujitambua. Njoo nilikuwa na leteni na mtu wenu hapa. Hawasikii. Unajua cha kufanya kwa haraka sana huyu mmoja apige simu amwite huko siku hapa. Mbona huko ni bandi? Anasalimu kwa madibizi. Nione kama mtoto hapa tunajua. Masomo na wewe mmoja nyie wajinga mjiremu. Na ujauzito sasa. Yaani nyinyi mtu anambia kama wewe mtoto uko mjiremu anataka tunapiga kwa. Nilikuwa sijui eti ningejua mimi ningefanya kitu cha hiyo. Jinga wapi? Yaani mko wajinga nyinyi mna akili. Ona hiki nacho kimekaa Anaonekana anajua wewe uko na wacha tuka kimya wewe kama unataka kusema ushatubetea si mjauzito wako wazima. Wewe kipigo chako kipi? Wewe unataka kuzungumza nini unataka kuzungumza nini? Usisuku unataka kufyotoka. Rofa huyu. Umeshaibisha familia yako unataka kusema nini? Sikiliza. Mume wangu. Nasema hivi. Chukua simu ampigie huyo bosi. Wewe. Nasema hivi mwite sasa hivi. Mwite sasa hivi hapa. Chukua bana vocha tia namba yake mwite mwambie hatuko nyumbani aje. Ili sisi tumuone huyu kijana mbaya. Hana aibu kijana sio na batili. Sikia nini? Kijana batili. Simu mwambie aje hapa. Alafu wakati alikuja mimi naona mtoto mzuri. Anaongea kwa taratibu, ukanisalimia nikawaza labda ni mwanadamu kumbe nyoka nyeusi ni kijana. Sasa kwa hiyo wakati alipokuja sikia kijana anavua vuga akili hao mabinti wajinga. Wasome lakini wajinga. Basi aje hapa basi msionyeshe kama ni mchumba. Ndio uko university lakini hauwezi kugundua mwanaume ambaye anakudai. Msionyeshe kama ni mchumba. Hii akili au ni roho? Na nani Karofa unataka mfunga ukoo. sasa mzoe kwanza, alafu mambo mengine atafanya. Ujinga mtobo. acha kujoza. Piga simu bwana unapiga simu wewe. Tuko Shakia kwa kweli unaniaibisha. Nikwambiaga hakuna binti anaweza kumvulia mwanaume nguo kabla ya ndoa. Ni makosa, ni kujizalilisha. Leo yeye anakutana na wewe anakuacha na mimba. Uko na uhakika gani kama atakuwa hali ya kuwa anatembea na mdogo wako? Aibu. Kila siku naambia wa binti acheni hayo mambo. Uko home. Please naomba ndio nyumbani. Yaani nakuhitaji sana kwa kweli toka msaidie. Napenda kusubiri. Ongea vizuri, kuna mwana sauti kama unako hata kwa hata kushakia hata mambo na matatizo. Tinga wewe faulu. Mume wangu. Sikiliza kwanza mume wangu, kitu cha kwanza. Wewe kijana tuambie kwanza wewe hii mimba unaijua wewe? Wewe sio. Hivi nataka kuniambia wewe kweli ndio umembelesha Shakila mimi? Sasa mwingine? Unaongoza binti wa watu tu, hauna uwezo kubebesha mimba sawa? Wewe kijana unajifanya wewe ni mjanja wa mji. Anakugeuka. Unachukua mabinti wa mji. Unasema nini Bosco? Unasema nini? Unachukua mabinti wa mji kama Unasema nini? Yaani wewe unajiamini sana mpaka unachukua mkubwa na mdogo unatembea nao kusema vyotaka. huyu anaonekana kama mama yake anajiamini. Anajiamini kama anajiamini nadhani wawili wote. Yaani kutudharau. Chukua hata mmoja huyu lakini Ile unatembea kaminya huyu. Hapana. Naomba wewe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.
Hivi unanikana? Wewe. Ndio umenivanga na mdogo wangu mimi. Yaani hii ni Unasababisha. hii ni balaa. Polisi ije mchukue. Sawa.